Karibu kwenye Clouds Eats, tunaendelea na wiki ndio kwanza imeanza, na kama kawaida lazima kuna story mpya utaisikia kwa mara kwanza kwenye Clouds Eats with me Shadei. Karibuni sana. Ruby watu wengi sana walimjua baada ya kutoa hit track pamoja na video yake by Kenyan director Kevin Bosco Jr. Wimbo unaitwa Na Yule, na video yake ina viewers zaidi ya 500,000 na 40,000 kwenye YouTube hivi sasa. Kitu kipi ambacho watu wengi wanashangaa sana kutoka kwa Ruby, au tuseme tujazoea kuona, ni hairstyle ya Ruby. Sasa kama hujui ni kwamba Ruby anapenda rasta ndefu sana, yani kuna siku zilifika hadi miguuni. Swag, haina tatizo. Yani anaweza kukaa kwenye kiti akazikunja na kuzipakata kama mtoto. Mmoja kati ya marafiki zangu waliniuliza hivi, analalaje Ruby dada? Sasa kama ina Clouds ilikutana naye kwenye red carpet ya Kinondoni Star Search juzi kati, ikabidi atuambie kuhusu hiyo hairstyle kwaje. Ila bado sio mbaya, wewe ndo unayejua maumivu yangu. Hey baby, ila bado sio mbaya. Napenda kuwa unique. I don't care how mtu atachukulia. Unajua bongo siku zote ukiwaletea kitu kipi ambacho hajakizoea, kama hujakizoea lazima ukione akifai. Lakini by the time kinavyoendelea mtu anaona ni kizuri, ni kizuri, ni kizuri. Kwa mfano mtu mletee sheria leo, hii sheria mpya, ataona hii sheria mbona kama inazingua, lakini kuna wengine watakaona inafaa. Lakini yule ambaye tunaona inazingua kadri siku zinavyoenda, anaona faida yake, anaona inasaidia. Nilichukua siku nzima kuanzia, ilikuwa tena sio siku nzima, ilikuwa ni kuanzia saa 6 mchana mpaka saa 5 usiku. Nimemaliza, ilikuwa ni rasta party 13 kichwani. Changamoto ni nikikutana labda na watu wa saluni, jinsi nikiwaambia vile ambavyo nataka kubana hairstyle, wanashindwa kwa sababu zinawashinda. Na kwa sababu hiyo inanibidi niwe na ninaye designer ambaye ananidesign nywele zangu. Sasa ikitokea for in case hayupo, ninataka mtu mwingine, wanashindwa. Though tunasaidiana hivyo katika kuelekezana, wanaweza. Nazisuka, nikimaliza kuzisuka nazifunga vizuri, navaa kofia, naoga, nalala. Bas. Alright, unapenda kutupia big hair don't care? Try that. Next ni kuwa kutokana na mambo ya wasanii wa movie kulalamika kuhusu distribution za movie zao, na Watanzania wengi wanapenda kuangalia tamthilia za Kifilipino tuseme, inaonyesha jinsi gani bado kuna wapenzi wengi wa tamthilia za kwenye TV. Kama watu wanaangalia sana tamthilia huko kwenye Telemundo, maana yake ni kwamba wakipatiwa tamthilia nzuri hapa Bongo wanaweza kuangalia. Uongo kweli? Sasa kwa nini wasanii maarufu wa Tanzania wasirudishe zile tamthilia, lakini wawe wanazimiliki wao wenyewe, kwa sababu makampuni ya kuwapa udhamini amshua yapo. Huyu hapa anaitwa Dude, maarufu sana kwa karakta yake ya utapeli. Anazungumzia ishi kutokana na swala hilo kuwa sasa hivi lina utata au sio, kwa kuporomoka kidogo la filamu. Mimi muda mrefu, sio leo tu, nilikuwa nimeshapanga kurudisha kipindi changu cha Bongo Dar es Salaam, kwa sababu kwanza ni kipindi ambacho kilikuwa watu wengi wanakiangalia pasipo kununua kazi. Wewe ukiwa na decoder yako unaona moja kwa moja bila matatizo, utoi hela wala nini. Kwa hiyo hivi sasa hivi niko katika mikakati ya kufanya shooting kurudisha kile kipindi cha Bongo Dar es Salaam. Bwana, kama hujui ni kwamba Dude kwenye Facebook account yake mambo anayoposti zaidi ya comedy au lazima yataleta controversy. Hivi huwa anafikiria nini akiwa anapost hayo mambo? Msikilize tena mzee wa Bongo Dar es Salaam. Anafikiria kila kitu ambacho niko nacho kwa muda ule na kila kitu ambacho ni gumzo katika mji kwa wakati huo. Unajua unaandika kitu ambacho tayari watu wengi wanakifikiria hicho kitu. Kwa hiyo unapokiandika unakuwa pamoja na wale watu wako. Watu wengi wanaingia, wana comment, wana like, wana fly, vitu kama hivyo. Post ambayo niliwahi kupata comments nyingi, niliwahi kuwauliza kuhusu ubora wa Alikiba na Diamond. Ndio post yangu ambayo iliwahi kupata comment nyingi sana na like nyingi sana. Kwa sababu nilijaribu kutaka kupata maoni kutoka kwao, wadau wangu au wapenzi wangu. Kwa hiyo niliweka zile picha zao mbili, Diamond pamoja na Alikiba, ndo picha ambayo niliposti ambayo ikapata comments nyingi sana. Na pia huyu jamaa ana mambo mengi sana. Baada ya interview yake tu akataka kumintroduce msanii wake mpya. Tukamwambia poa, this is Clouds TV, tukamfungulia dunia. Check hapa. Kama nilivyoongea kwamba narudisha kipindi changu cha Bongo Dar es Salaam kwa sababu soko la filamu limetetereka kidogo. Na sababu ya kurudisha kipindi kwa maana Watanzania wengi wamekosa mambo mengi mazuri, walikuwa wakifuatilia hiki kipindi pasipo kununua hii kazi, kwa maana walikuwa wanaangalia kupitia television station. Na sasa tumeamua kukirudisha na ninakuja na zao jipya
Bibi hapa anaitwa Esther Kiama, moja ya upcoming actress ambao ni wazuri, anakuja juu na ameliteka soko la filamu. Huyu nitamshirikisha katika tamthilia hiyo ya Bongo Dar es Salaam na atacheza nafasi kubwa sana. Karibuni na tegemeeni vitu vizuri kama mlivyokuwa mkiviona hapo awali. Mimi plan yangu sio kutoka kwa sababu mimi sanaa ni kitu ambacho nakipenda. Kwa hiyo mimi nipo. Mbona kuna wasanii wazee wakina Mzee Chiro, wakina nani? Kwa hiyo mimi sina plan ya kutoka. Ndio nimeingia na ndio naendelea. Mimi najiona tu niko tofauti kwa sababu kwanza mimi naangalia kwenye kazi zaidi. Tofauti kidogo na wenzangu waliopita. Sina maana kusema kwamba wao labda mimi nimekuja kusahisha tuseme pale ambapo wao wamekosea. Kwa hiyo mimi angalau nimekuja kunyoosha kama Lula vile. Kitu kingine ambacho nataka ukijue ni kwamba Steve Nyerere wakati anatoka Dodoma na kina Wema Sepetu, bahati mbaya alipata ajali, lakini thank God hajaumia sana, but ameweka bandage kichwani. Msikilize hapa akiongelea hiyo issue. Napata ajali kidogo. Hapana. Unajua mambo ya barabarani usiku tena. Sawa. Tulikuwa natokea Dodoma kidogo. Ulikuwa na kina nani? Kwa mimi Wema Sepetu pamoja na watu wake. Lakini wenyewe kwa kwenye gari ya mbele, mimi kwa kwenye gari ya nyuma. Peke yako? Mimi nilikuwa na vijana wangu. Lakini tuko tumebada. Kabla sijamaliza na collect pictures za star kwenye Instagram, kama unakumbuka Agosti tarehe 13 ilikuwa ni birthday ya Fidq, lakini sikuweza kukutana naye hadi weekend hii. Lakini pia unajua kwamba kila Agosti 13 Fidq anatoa kazi mpya. Kama sio video basi ni audio. This time hajatoa kazi kamili. Ni intro fulani hivi. So what's up for Fidq Banda? Zoea kama kila birthday yangu anatoa kama ngoma na nini, lakini this time around nimekuja tofauti. Tumeamua kutoa interlude, au sio? Interlude ni kiingilio au style ya kuingia kwa nyimbo. Kitu ambacho kwa watu ambao wananunua album kuna intro, skit, interlude, outro, umeshaelewa, na nyimbo ambazo zimo mule ndani. Kwa hiyo interlude ni sehemu ambayo inaanza afu inakuja muziki wenyewe. Umeshaelewa? Yaani kama sinema ni trailer, ndio maana ya interlude. Kwa hiyo tumetoa trailer ya nyimbo ambayo inatakiwa ifuatie. Kwa nini hatujatoa nyimbo? Hatujatoa nyimbo kwa sababu tunadaiwa na mashabiki video ya Bendera ya Chuma. Kwa kutoa ngoma nyingine ni kuiua Bendera ya Chuma au kuwaambia washabiki atutoe video. Sisi tunasikiza mashabiki wetu, tunafanya muziki kwa ajili ya watu wetu. Kwa hiyo uongozi wa Chos Dawa umeamua kwamba ifanyike video ya Bendera ya Chuma itoke na ngoma nyingine ambayo inatakiwa itoke. Lakini ndio maana tumeamua kutoa interlude. Basi pongosha, haina noma mwanangu. Sasa tu like picha kwenye Instagram ya mastaa tuwapendao. Leo tunacheki Instagram ya Mwamba Kaskazini Joe Makini. Ukicheki posti zake nyingi utagundua kwamba kwa Joe Makini kuna post za aina tatu: promotions, TBT na music. Yaani post nyingi sana labda ana promote muziki wake au wasanii wenzake, post nyingine labda yupo kwenye show, studio au kwenye interviews, na post nyingine ni TBT, yani long time kitambo. Nimeangalia kwa makini, sijaona hata post moja ambayo ipo nje ya hapo, au vipi? Lakini kitu ambacho utakipenda kutoka kwake ni kwamba ana post picha nyingi sana za throwback, yani zile za long time kitambo, enzi zile, na kuna video moja inaonyesha kwamba kumbe mziki wa hip hop hata kwenye harusi una kiki. Cheki hii video. Hiyo ilikuwa ni harusi, na badala kucheza kwaito walikuwa wanacheza wimbo wa hip hop Safari. Basi sawa, mimi muda wangu umeshaisha, lakini asante sana kwa kuangalia Clouds 8. Tukutane kesho muda kama wa leo saa 1:15.